somo letu linalosema mambo matatu yanayoweza kusababisha ndoto yako isitimie. Watu wengi wameishia njiani katika mipango yao, wawe watu wazima, wawe vijana. Ndoto zao zimeishia njiani. Msomi mmoja akasema, utajiri hauko migodini, utajiri uko makaburini. Kuna watu wamezikwa, ukifungua ubongo wao mipango waliokuwa nayo utashangaa. Kuna vichaa walifanywa kuwa vichaa kwa sababu yawezekana ndio walikuwa na uwezo wa kugundua ndege. Ukitaka kuamini hilo, jaribu kukaa na kichaa mmoja uangalie mipango anayoiongea. Yaani hao unaona vichaa, anaweza kaongea mambo makubwa. Unaweza kunasema kama rais angelifanya hivi na hivi, mambo yangekuwa vizuri. Sasa kwa nini kichaa? Mwanafunzi mmoja alikuwa anashika namba 1 darasani, alishindwa kwa sababu alitupiwa jini, ni kichaa. Mwanafunzi mwingine naye pale Kigoma alikuwa form 6, mtihani umekaribia. Akaona panya wanakuja kwenye meza yake ya kujisomea. Wakaanza kucheza muziki. Wako namna hii. Badala ya kwamba akeme hivi, wewe panya anacheza muziki utasema niangalie show. Akaanza kuenjoy. Anaenjoy. Na yule anacheza muziki. Katoka na kabeba suruali kichwani na yeye akaendelea kucheza. Kichaa mpaka leo. Ndoto imeshia njiani. Wewe kweli unakutana na panya anacheza unasema nisimame niangalie show. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza. Lakini kabla tujaangalia jambo la kwanza nikueleze maana ya ndoto ni nini. Kwenye Biblia imetajwa njozi. Ametusomea pale mtumishi wa Mungu njozi. Sasa mimi nimekuja na maana 5 za ndoto. Andika. Maana ya kwanza aliyonipa Roho Mtakatifu, ndoto ni picha ni picha iliyobeba hatima ya maisha yako. Yaani kuna picha imebeba destiny yako. Yaani maisha yako yatakuwa hivi. Kuna picha iliyomo kichwani mwako. Mimi tangu nikiwa darasa la 6 nakumbuka nilisimama mbele ya darasa. Wakati huo nikiwa natokea familia maskini. Nikatamka mbele ya wanafunzi wangu, mimi nitakuwa mwalimu. Walinicheka. Kwa nikamtengeneza mwalimu nikiwa bado darasa la 6. Amen. Walionicheka siku naenda nyumbani kwetu kuwatembelea, msumba wa watu naingia kwetu Luzewe na kapikipiki kangu ka boxer hatari sana. Ndio wakaamini kumbe huyu. Mmoja akasema nakumbuka wakati tunasoma darasa la 6 alisema nitakuwa mwalimu. Kweli amekuwa mwalimu. Kwa ndoto ni picha iliyobeba destiny yako, hatima ya maisha yako. Maana ya pili, ndoto ni picha ulionayo moyoni mwako na akilini mwako ambayo inakutafsiri wewe ni nani. Sijui unanielewa? Baraka Mpenja alisema hivi, macho yako yanaona kama mimi. Sikiliza. Kuna watu wanakuona ni failure. Kuna watu wanakuona kama umeshindwa maisha. Lakini hebu jiulize, ukiwa peke yako huwa inakuja picha gani? Kuna macho matatu yanayokutazama. Jicho la kwanza linalokutazama ni la kwako mwenyewe. Unajiona mimi ni fulani, ni mtoto wa fulani. Jicho la pili ni la jamii inayokutazama, inayokuzunguka. Wanakuona wewe ni fulani na wanaweza wakafikiri wewe utakuwa fulani. Ujiwahi kukutana na mtu anakwambia yani wewe, mimi niliambiwa wewe mbele utakuwa mtangazaji. Sio mtangazaji. Wananiambia nitakuwa mtangazaji, kumbe mimi najua nitakuwa mwalimu. Kwa jamii
inaweza ikakuita maskini. Jicho la jamii inayokuzunguka inakuita majina inayotaka. Wamebeba picha fulani kukuhusu wewe, na usipokuwa makini wanaweza wakakutengeneza ukawa wanavyotaka. Jicho la tatu linalokutazama ni jicho la Mungu. Sasa Mungu yeye anakutazama kama alivyokuumba, maana amekubebea ndani yako kusudi lake. Unakumbuka mkiwa mtoto niliwaambia kila mtu ana kusudi lake.